Sasa leo Mungu anazungumza na Waisraeli kweli aliowachagua. Bwana yeye urarua. Sizungumzii wachawi. Sizungumzii Bwana anararua wachawi, achana hiyo biashara wachawi kabisa. Ni wewe. Mwambie mwenzako Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo kila kitu utakachokisikia kwenye maandiko sema sio cha mchawi. Ni cha kwako. Usiwape mbwa chakula cha watoto. Mungu asemi na mbwa hapa, anasema na watoto. Wachawi wanachukuliwa kama mbwa tu mbele za Bwana. Naye anasema usiwape mbwa chakula cha watoto. Hiki ni chakula cha watoto. Sio wachawi. Hallelujah. Nisikilize. Hosea. Katika kitabu cha Hosea ni unabii, unajua wewe. Na Bwana amezungumza pale akasema nimewararua. Nimewatwanga kwa vinywa vya manabii wangu. Akina nani sasa? Akina nani? Nini? Hao manabii Mungu anazungumzia amewatwanga kwa kinywa chao. Ni akina nani? Wana praise. Watesi wenu. Ndio mlishache mkanga mapema. Ni nani? Wewe kivipi? Sasa kama ni wewe Mungu anazungumza na nani? Hebu turudi uwanjani. Hao watu hawajaelewa. Hebu soma hilo neno tena. Unajua hatuwezi kuzungumzia neno ambalo watu hawajaelewa kabisa. Lazima mnielewe, alafu nikiuliza maswali nijibiwe, alafu nijue hao watu kama wameelewa, alafu tuendelee mbele. Hallelujah. Kinyume na hapo tutakwama hapo. Hebu soma Hosea 6:1. Na mimi nasoma. Njoni tumrudie Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Twende. Maana yeye amerarua. Na yeye ataponya. Simama. Ni nani hao Bwana anasema njoni tumrudie Bwana? Kuna mtu mwenye mundu hapa? Atakufufua. Baada ya siku 2 atakufufua. Yaani mkitii. Faster. Anafufua. Siku ya 3 atatuinua. Nasi tutaishi mbele zake. Soma kutoka pale 5, usivuke pale ulipoishia. Twende. Nasi na tujue tukaendelee kumjua Bwana. Nasi na tujue na tukaendelee na kumjua Bwana. Kwa sababu tumeshaponywa. Hapo tulikuwa tujaponywa kwanza. Kwa maana hiyo Mungu amerarua kwa sababu watu wameacha kumjua Bwana. Lakini alipowaponya wataendelea mbele na wataendelea kumjua aliyerarua. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Ndio. Naye atatujilia kama mvua. Kama mvua ya vuli inyeshwayo nchi. Ndio. 4. Efraimu, nikutendee nini? Efraimu, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi. Na kama umande utowekao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii. Sikia hapo sasa, nataka tuwe kwenye point hapo. Nimewakatakata kwa vinywa vya manabii. Nimewaua kwa maneno ya kinywa changu. Kupitia manabii. Haya. Simamia hapo. Ni nani hao? Ama manabii ni akina nani? Unajua nitarudia tena na mtanichosha. Ama manabii ni akina nani? Kama kuhani sasa tumeelewa. Maana kuhani ameshinda hapa kila siku anasema jamani, waini ibada, jamani, acheni dhambi, jamani, acheni kuzini, jamani, ni vibaya, jamani, Mungu anakwenda kuwashughulikia huko nje, jamani, ili mpate baraka na biashara zenu ziinuke, mtafuteni Mungu kwa bidii, lakini hamkusikia.
mmesikia mmechinjwa, biashara zimeyeyuka, mnafanya biashara ya kuleta mboga, ile taki hata ugali unataka mboga tu. Alafu ugali unaenda kutafutia mbele ya safari. Lakini kama mngekuwa mnasikiliza, mngefanya biashara yenye kuleta ugali na mboga, sukari, majani, ada ya mtoto, pesa akiba benki na kila kitu, kwa sababu yeye ni Mungu awatanguliaye kwa moto. Amen. Niambie sasa, una akiba kiasi gani benki? Hata 10. Hata akaunti hujafungua. Mungu wangu masikini. Na mnaenda mbinguni akina Lazaro mbinguni alielekeza upande wa Mungu. Ile upandacho, ukipanda maharage utavuna maharage, ukipanda mahindi utavuna mahindi. Haleluya! Sasa yeye sijui alipanda maharage, unatarajia kupata punje ya mahindi upate, utavuna maharage. Kwa yeye aliamua kusimama upande wa Mungu kwa bidii, akasahau kwamba kuna kujishughulisha kwa upande mwingine ili hata sadaka itoke. Bwana siku sana. Unajua lazima ufanye kazi, ulete sadaka, uacha tuwekane ukweli. Na wachungaji wahubiriji hiyo. Wengine wanaambia watu, nyinyi wachungaji msiwaelemee washirika. Ni upumbavu. Ukiona mchungaji anawaambia wachungaji msiwaelemee washirika, huyo mchungaji hajui anachofanya. Na huyo mchungaji mwenye ikawa mtumikii Mungu katika roho na kweli. Kwa sababu wachungaji wamewekwa waifanye kazi ya madhabahu. Wakulilie wewe mchana na usiku, ufunguliwe uponye, ufundishwe, uende mbinguni. Na wewe upate pesa, ulete sadaka, mchungaji apate kula. Haleluya. Uniambia eti msiwaelemee watoto, kwa hiyo watoto waende baruani na mimi tufatane hapo nyuma tuende baruani. Alafu na kuwaombea ni nani? Mimi nikija mwende mkaoge, mimi na ndio safi, mimi niende nioge ili simame hapa niendelee kuwahudumia. Ambia wenzako kuna adabu. Lazima ufanye yote. Mchungaji aliyekushikilia ale. Na ale. Na pale. Na watoto wake wasome. Ajenge. Na maisha yake yakae vizuri. Haleluya. Kwa hiyo msitufanye kazi. Hii kazi kwa bidii. Amen. Kwa bidii, sio ukishika kumtegemeza mchungaji wako na usiende mbinguni. Kabisa. Unaweza usiende mbinguni. Ukishindwa kumbeba mchungaji wako kwa pesa yako, wewe unaweza usiende hata mbinguni wewe. Haleluya. Asikudanganye mtu. Fanya kazi, mtegemeze mara yako kiroho. Muangalie alikula nini, alikunywa nini. Muangalie anavaa nini. Amina. Lakini nisikilize vizuri. Nikwambie kitu. Wale wachungaji wanaosema wachungaji msiwaegemee washirika, msiwaelemee washirika, watafute vizuri. Utakuta wamefungua maduka kama 20, wana biashara za kutosha, hawana hata dakika hii moja ya kufunga kwa ajili ya watoto wao. Ukweli uongo? Hawana hiyo dakika. Wako na dakika za kuangalia biashara zao. Na uharibifu unapitia huko, wanaanza kupigana ngumi na washirika kwenye mali kule dukani. Amen. Mchungaji sipo ambaye Mungu amemuita, leteni pesa apate hela aekeze. Aweke watu awaambie angalieni hizo biashara huko, yeye aendelee na kuwasaidia. Nyinyi muendelee kupenya. Muendelee. Aendelee kumwambia Mungu asaidie huko mtaani. Unaweza sukuma pale Bwana. Mwinue katika hiyo sukuma, Mungu atoke hapo. Auze na maboga, auze na matikiti maji, auze na vitunguu maji, auze na hiki, mbusha aende kule na kule. Aende, apande viwango. Ndio kazi ya wachungaji. Ndio kazi. Lakini Mungu wangu nakusihi, usimwache apungukiwe kiroho. Mpe neema atambue kwamba kuna wakati wa kazi na wakati wa kiroho. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hizo kazi zote mchungaji unauza maduka, unafanya saa ngapi? Yesu asifiwe. Bwana hajamwandikia mchungaji kufanya kazi. Amen. Ukikuta mchungaji anakuambia Bwana ameniandikia kufanya kazi, mwambie pastor, kwa kanisa yako siwezi kuja. Mungu hajamwandikia mchungaji kufanya kazi. Wacha nikwambie.
Ndivyo itatokea neema, Mungu azidishe. Kwa sababu nikiwa na watu 500 wanatoa sadaka zao, hata kama wanatoa 500, ile sadaka ikija itafanya maendeleo ya kanisa, ni sawa, si ndio Lakini itakuja 10. Hiyo 10 sio ya maendeleo ya kanisa, ni ya pastor eti. Mwambie mwenzako hiyo ni ya pastor. Kwanza wakati umeiandaa uiheshimu. Haleluya. Usifanye nayo mchezo, hiyo ndio inakufanya upenye. Sababu inaliwa na mzee akicheua, wewe umecheua kwenye biashara. Haleluya. Akicheua biashara yako inacheua. Wewe nilishelishe vitu ambavyo havieleweki, nisipocheua uone. Hakuna siku utacheua, hata siku moja utakuona ufia hapo. Amen. Nilishe chakula kile nifurahi Bwana. Amen. Kuna siku itafika tu hapo, nataka mnunulie suti. Amen. Kali. Mtangu kaisha mchungaji moli. Amen. Na sitainunua na pesa yangu. Nitasimama pale niseme jamani, watoto niwekeni suti leo. Hamtajifika. Kuna siku itafika niwaambie watoto mmekula sana Bwana maharage, nataka leo nile kuku. Haya ananipa kuku leo, ni Jumapili sio kesho. Mwisho ile napikia shindane hiyo konge niwe suku. Amina. Haleluya. Amen. Hayo ndio mambo ya wachungaji wa Mungu. Sio kwamba tunakula tunafurahia, tunapita kwenye wakati mgumu. Haleluya. Tunateseka, kazi yetu ifanya ni ngumu kuliko ya unaifanya huko mtaani. Kama hakuna mchungaji nyuma yako na wewe umeokoka, kazi yako ikienda vizuri na huna mchungaji ile kusimamia,